lakini Allah anasema wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yakufike mauti. Maana Allah anatuzinusha katika sura Al-Hijr kwamba ibada ni swala la siku zote, ni swala siku zote. Na ndio kile kipindi ambacho alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa watu wakawa wamepata na mfadhaiko. Abu Bakar anasema ala man kana ya'budu Allah inna Allah hayyun la yamut, yule ambaye alikuwa akimwabudu Allah, Allah yuko hai afi. Wa man kana ya'budu Muhammada, na yule ambaye alikuwa akiabudu Muhammad, fa inna Muhammadan kad mata, hata Muhammad amekufa. Maana kufa kwa Muhammad sio mwisho wa ibada, anawazinisha watu wa Abu Bakar. Na ndio sisi kuondoka kwa Ramadhani sio hoja, sio hoja. Bado maamrisho yapo, bado makatazo yapo. Kuondoka kwa Ramadhani sio hoja kama ikawa ndio basi tena. Ibada kwa aina zake zote utadamua. Kama ni funga, tunayo Shawwal. Kama nilivyosema, Mtume anasema mwenye Ramadhani kisha akapatia siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami anakuwa ni kama mtu amefunga mwaka mzima. Sasa wewe Abdullah, unataka nini? Siku 30 zako ukaziongezea na siku 6 ndani ya Shawwal. Mtume anasema kana kasiyami unakuwa kama umefunga mwaka mzima. Sasa wewe hutaki thawabu za mwaka mzima? Na swala la ufungaji wa 6 sio lazima mtu uzifunge mfululizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hata kama utafunga leo siku 5 ukaacha ukafunga tena ukaacha siku 7, yani zinatakiwa hizo siku 6 ziwe ndani ya mwezi huu wa Shawwal. Tambua mja wa Allah, hii ni msimu, hii ni msimu. Leo una afya, unaweza kufunga siku 6, lakini mtu hajui mwaka kesho. Mtu atakuja kutamani afunge siku 6, lakini hawezi tena. Na hasa kwa wakati wetu sasa. Sasa ni vipindi ambavyo magonjwa ni mengi mno. Mtu akifanikiwa ndani ya mwaka akawa yuko salama, ndio falihahmadillah. Hawezi kujua mwakani. Sasa zile ibada ambazo afya yako inaruhusu, hebu sasa kimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu kama alikuwa na kawaida ya ibada fulani, anaifanya masiku zote, mara zote, ikafika kipindi fulani akazukiwa na tatizo hilo, ugonjwa au dharura yote, ikawa ile ibada anashindwa sababu na afya yake au kutokana na dhurufu alizokuwa nazo, basi anaandikiwa kwamba yeye ibada ile alifanya. Sasa kwa nini usifanye kipindi hicho ambacho siha afya iko vizuri? Funga hizo siku 6, funga Jumatatu na Alhamisi. Itakapofika mahali ambapo sasa hali haiko vizuri, huziwezi tena, ili uandikiwe. Maana yawa ile nia ipo, lakini pengine afya imezuia, au nia ipo, kuna kitu fulani kimemzuia mtu asifanye swala za usiku. Pengine wewe ulikuwa na kawaida swala za usiku, ikafika kipindi pengine sasa afya au dharura fulani hauwezi tena, lakini ile jambo ndilo lilokuzuia, lakini bado una nia ulifanye, unaandikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, swala la ibada kama nilivyosema ni swala ambalo ni endelevu. Tusiwe kama alivyotuambia Allah, wala takunu kallati naqabat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Msiwe kama yule mwanamke wa Kimaka ambaye aliufumua ukili wake baada ya kuufuma. Tuwe ni wenye kuendelea katika mema yote ambayo tulikuwa tukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia tuwe ni wenye kukatazika na maovu yote ambayo tuliweza kuyaacha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Basi pia kipindi hiki tuyakatae, tuyaache, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala bado yuko hai, bado ana murakaba na sisi. Malaika bado wale kirama katibina ya'lamuna ma tafalna, bado tuko nao. Wale sio kwamba tunaambatana nao Ramadhani tu, hata baada ya Ramadhani wanasajili matendo yetu. Sasa usikiri kwamba ndani ya Ramadhani utafanya nini, nje ya Ramadhani utakuwa unatenda maovu, hayasajiliwi. Hapana, maovu yanasajiliwa. Kwa hiyo ni vyema imeisha Ramadhani katika ule mtindo ambao tulikuwa ndani ya Ramadhani. Tulikuwa tukitekeleza maamrisho, tukiacha makatazo, tuishi katika hali ya namna ile, au tuishi kama wenzetu wema waliotangulia,
kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana awe matendo yetu ni wenye kuyakubalia.